munene, kayoyo wakiro ni munene, kayoyo wakiro ni munene, wemwanete mwadani na moyo, kayoyo wakiro ni munene, kayoyo wakiro ni munene, kayoyo wakiro ni munene, wemwanete mwadani na moyo, kayoyo wakiro ni ahonagia, kayoyo wakiro ni ahonagia,
kumaka Mwathani nĩaroka gũkũrathima Ndakwĩrire ũtige kũmaka 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 Mwathani nĩaroka gũkũrathima
bow before him. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Every disease bow before him. Every sickness bow before him. And the devils bow before him. And the sorcerers bow before him. And the witches bow before him. Every principalities bow before him. And the rulers bow before him. Authority bow before him. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Yes, we are for them good. 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 When you mamlaka wanamwina mio, madaraka yote yanamwina mio, utawala wote unamwina mio, hata na kusini unamwina mio, enzi na nguvu unamwina mio. Yes, we are for them good. 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 Utawala unamwina mio, mamlaka yote yanamwina mio, wenye hekima tunamwina mio, wenye elimu tunamwina mio, wenye usomi tunamwina mio. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. And every ruler goes before him. Authority goes before him. And the principalities go before him. And the honor go before him. Every disease goes before him. Every sickness goes before him. Every sickness goes before him. Every situation goes before him. Every circumstance goes before him. Every power goes before him. Jesus is Almighty God. Let the saints bow before him. With the redeemed bow before him. With the redeemed bow before him. And the rulers bow before him. And the great man bow before him. Every power bows before him. All authority bow before him. All wisdom bow. And the saints bow before him. With the saints bow before him. With the saints bow. With the redeemed bow before him. With the redeemed bow before him. Yes, we are for them good. 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 Mamlaka yote yanamwina mio, utawala wote unamwina mio, wenye nguvu tunamwina mio, wenye hekima tunamwina mio.
Wenye hekima tunamwinamia, wenye mamlaka tunamwinamia, wenye usomi tunamwinamia, wenye maarifa tunamwinamia, nguvu na mamlaka inamwinamia, elimu na usomi inamwinamia, hekima na maarifa za mwinamia, tawala na enzi za mwinamia, tawala na enzi za mwinamia, utawala na enzi zinamwinamia, tawala na enzi zinamwinamia, tawala na enzi zinamwinamia, tawala na enzi zinamwinamia. Yesu ndiye mfalme mkuu, Yesu ndiye mfalme mkuu, Yesu ndiye mfalme mkuu, Yesu ndiye mfalme mkuu. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is Almighty God. Jesus is the Lord of Lords. Jesus is the King of Kings. Jesus is Almighty God. Let's go before. The strong man go before you. And 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 the strong man go before you. Oh, authority go before you. Oh, rulership go before you. Oh, authority go before you. Oh, authority goes before you. Oh, authority goes before you. And the principalities go 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 before you. And the rulers go before you. And the authorities go before you. Mikono yako juu, tuweze kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu, siku hii ya leo nimeko hapa. Mwambie tu niko hapa na kuhitaji. Niko hapa na kuhitaji. Touch, niguze tena. Mwambie Mungu, niguze tena. Nimeungama, sema kutoka leo. Nimeungama dhambi zote, zile nilifanya kwa makusudio na zile nilitenda bila makusudio. Naomba msamaha kutoka sasa. Wewe shetani
si mtumishi wako tena. Sema amen. Mumefunguliwa. Katikati yenu kuna watu mlikuwa mmefungwa kwenye ndoa. Yaani kuna watu waliwafunga, alafu wakamwaweka pete. Hizo mmeona nikichomoa nilikuwa natoa. Kwa sababu kuna wengi wenu mmefungwa. Ndio unaona ukipanga mpango ya ndoa kuna kitu kinakuja kinavuruga. Kwa sababu you are married in the spirit, you are married. Mwanaume kama mimi unakuta ninaongea na msichana, alafu ghafla kila kitu kinangwa because nimekamatwa kwenye ndoa. Na ni ndoa ya kiroho. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Na wewe nitaongea na wewe, lakini kutajiandika kwenye uso wako married ama mimi married. Kwa hivyo hakuna siku utakamilisha mipango ya ndoa. Pia hizo pia ni vifungo ambavyo viko kwenye biashara yetu. Kuna watu wetu hapa, kuna watu tukaenda tukaweka kwenye biashara yetu, na kutoka siku hiyo haijasimama. Kwa sababu huyo kaka ni wa Illuminati, ni wa Freemason, alifunga tu kazi yako. Kuna wengine waliekelewa tu mkono hivi kwenye kichwa na mtu aliyejifanya ni rafiki, ni mhubiri ama ni mtu wa kawaida, lakini alikuwekelea. Maana alikuwekelea mkono ndio achukue akili zako, na alishaondoka nazo. That is why you feel you are empty. Unajaribu kufikiria kitu hakikamiliki. You find yourself you are empty. Kuna mwingine alikuja akakushalimia tu kwa mkono hivi na akachukua kazi yako, maana litabariki kazi ya mikono yako. Alikusalimia tu kwa mkono akachukua. Kuna mwingine alichukua pesa. Mumeona nikipatiana pesa, ni pesa tu ilichukuliwa ikaenda ikatengenezwa. Ndio nakuta pesa zimekataa kabisa, hazikutaki kabisa kabisa kabisa. Hata ukisaidiwa hazikutaki. Maana ni mtu tu alikusalimia, ukampatia pesa, hiyo pesa akaenda akaiganga. Na sasa pesa kutoka siku hiyo ndio nakuta hai. Kuna wengine sio lazima ipelekwe kwa mganga, inapelekwa mpaka kwa madhabahu kama hii, na inakufunga kwenye madhabahu. So utaishi kutafuta pesa, lakini unapita tu mahali pesa iko, lakini unakuta wengine wanapata na wewe haupati. Kuna wengine wamefungwa. Ukiona naguza shingo yako ni kufungwa. Kuna nyororo ya utumwa. Maisha ile yote unakaa maisha ya utumwa. Ni nyororo ambao umefungwa kwenye shingo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka sasa kwenda mbele, yeyote ambaye ndoa yake ilikuwa imefungwa, umefunguliwa. Yeyote ambaye kazi yake ilikuwa imefungwa, sasa umefunguliwa. Yeyote ambaye ulikuwa umefanywa mateka, umefanywa mtumwa, shingo yako imefungwa na nyororo, hiyo nyororo nimeikata katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye alitumika katika njia moja au nyingine, pesa yake ikapelekwa kwenye madhabahu ambao ni ya kishetani, ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Yoyote mwenye walizungumza kwa maneno wakakufunga katika maneno ya kindoa, sasa hivi unateseka. Na wale waliokufunga walienda na wakakuacha na wakaendelea na maisha yao. Kutoka sasa ninabadilisha mwili wako upate kibali, uso wako upate kibali. Kila kitu utakachokitaka kinapatikana kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika madhabahu hii ninatangaza ushindi wa kimsingi, ushindi wa kiroho, ushindi katika maisha yako. Kuna wengine wetu tumefungwa na damu, the family line, yani bloodline in the family. Umefungwa na umefunganishwa na magonjwa ya familia, umasikini wa familia na mateso ya familia. Kutoka leo ninakata mzizi wa damu ambao umekushikanisha na misingi ya kifamilia,
madhabahu ya kifamilia, magonjwa ya kifamilia, umasikini wa kifamilia, leo sasa unaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Kunao baadhi yetu nguo zetu za ndani zilichukuliwa, na kutoka nguo za ndani zichukuliwe na mtu alipeleka kwa mganga, kutoka siku hiyo umekuwa ndoa yako ama relationship zako zote zinaanza zikianguka. Kutoka leo mahali hizo nguo za ndani zilipelekwa na zikafungwa, zikazikwa na kunenewa maneno, hayo maneno ninayafuta. Kule walizika ninatoa, na maneno yote ambao walifanya kafara zozote naziondoa katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wamekamatwa na maanko na maanti na mama zao na baba zao, maana mama zao walikuwa katika wako na misingi ya kimadhabahu ambao sio mzuri, lakini hiyo misingi bado inakufuata. Kutoka sasa na declare ya kwamba chochote katika kitabu cha Ezekiel 16, any code that is connecting you to the failures, to the family challenges, to the challenges of your mother, to the challenges of your father, kutoka leo ninakata that umbilical cord. I cut it. Shit. I cut it. Nakata. In Jesus name. Nakata kitovu ambacho kimekushikanisha na umasikini na mateso ya familia. Umeteseka miaka mingi. Kutoka leo hicho kitovu nimekikata. Hautateseka tena. Kuna watu waliashiria kifo. Kuna watu walinena maneno ya kifo juu ya huduma yako. Kuna watu wamekuwa wakiongea kinyume na wewe kwenye huduma, kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara. Jambo lolote ambalo umekuwa ukijaribu kulifanya limenenewa kinyume. Kuna watu walinena kinyume. Kuna watu walikuja kwenye hii madhabahu wakanena kinyume na hii madhabahu. Eti watu hapa hawatakuja. Eti watu wakikuja hapa hawatarudi tena. Hayo maneno yote, nyosheni mikono yenu hapa. Maneno yote yaliyonenwa, sacrifices yoyote iliyotolewa, maombi yoyote yaliyofanywa, kafara zozote zilizofanywa kwenye madhabahu hii, ninazibomoa, ninazisambaratisha, naharibu network yao, viredio vyao, VTV vyao, ndimi zao, miguu yao, mikono yao, masikio yao, akili zao, zote ninazikansel, ninazing'oa. Jambo lolote lililonenwa juu ya hii madhabahu yote na cancel. Jambo la kinyume lililonenwa juu ya hii madhabahu nina cancel. Mizimu, uchawi, vivito ambazo walilete wakamwaga kwenye hii madhabahu nina cancel katika jina la Yesu Kristo. We are free. Sasa wacheni niwaambie. Mnanisikiliza? Mimi hapa sitaki maskini. Umenielewa? Sitaki maskini hapa. Na kama unaona uko na roho ya umaskini, ukuje nikuombee. Maana nikikutana na wewe ukiwa maskini nitakufukuza. Hii si kanisa ya maskini. Umenielewa? Mimi sitembeangi na maskini. It is too long. Ukilialia hapa umaskini. Hapana. Yule mfalme wa Persia ambaye alikuwa amekamata vitu zako amenasuliwa. Mizigo yako yote imenasuliwa. Gabrieli naitwa nani? Archangel Michael ameondoa, amenasua mizigo yako, baraka zako. Walichokiiba kimeregeshwa, walichokichukua kimeregeshwa katika jina la Yesu Kristo. Sasa itisha blood of Jesus. Jinyunyuzie blood of Jesus.
Blood of Jesus. Cover yourself with the blood of Jesus. Cover yourself with the blood of Jesus. Funika watoto wako na blood of Jesus. Funika, wafunike. Funika kazi yako na blood of Jesus Christ. Funika huduma yako na blood of Jesus Christ. Funika uimbaji wako na blood of Jesus Christ. Funika uimbaji uhubiri wako na blood of Jesus Christ. Funika ndoa yako. Funika kila kitu chako. Funika huyo mpenzi wako. Funika huyo ambaye mnataka kufunga ndoa na yeye. Mfunike na damu ya Yesu. Mfunike na damu, wasimuone. Hao wote ambao wamejaribu kukutega wamekuwa vipofu, hawatakusikia, hawatakuona na hawataongea kukuhusu tena, katika jina la Yesu Kristo. Sasa nataka tufanye hivi. Unajua wachawi wanawekanga mitego, unakamatwa. Sasa nataka kila mtu mzunguke hii nyumba kama wewe, yani ujifanye kimoja wasimu. Ukiweka mitego ya maagent wote wakamatwe. Weka kila mahali, kila mshike mpaka viti zote. Mweke mitego. Yoyote atakayekuja hapa akiwa agent akamatwe. Agent wa shetani akamatwe. Nenea viti, nenea kila kona ya nyumba. Hata mapila zote zinenee kila kitu. Nenea mpaka zipika, nenea mpaka makamera zimuone, nenea mpaka microphone zimuone, nenea kila kitu kimuone. Kamata, yani weka mitego. Maagenti wote wakamatwe. Wakamatwe. Kamata wao. Kamata maagenti. Kamata wachawi. Maagenti wakamatwe. Warogi wakamatwe. Illuminati, Freemason, watu wa unyango wakamatwe. Waku arrested, watu wa war wakamatwe. Watu wa umweli, kamata wao. Kamata. In the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Nenea viti. Nenea mkeka. Nenea maspika. Nenea microphone. Nenea hata ma TV hii. Hata makamera zote nenea. Wakamatwe. Wakikuja wakwamilie hapa, wakamatwe. Wakamatwe. Arrest them nasa. Arrest them. Washindwe kuenda. Nguvu zao ziishe. Wakose macho yakose nguvu, masikio ikose nguvu, mapua ikose nguvu, miguu yote ikose nguvu, mikono ikose nguvu. Sasa kujeni pande hii. Tengeneza hizo viti zikuwe sawa. Tengeneza hizo viti zikae sawa. Tengeneza zikae sawa. Haraka. Haya, kalieni hizo viti. Sasa ukikalia hiyo viti, unajua hapo pamekuwa wakati mwingi hatuna watu hapa. Kalia na uitishe mwenye hiyo kiti. Itisha mwenye hiyo kiti. Nene mpani nyote. Muitishe mwenye hiyo kiti. Haraka. Itisha, mwambie kuja. Hii ndio Sunday ya mwisho. Mwambie kiti, zungumzia kiti. Hiyo umekalia, izungumzie. Waite wako pale nje wanakungojea. Waite wote, they are outside there. Waambie kutoka sasa, kiti, hakuna kiti kitakuwa empty. Uliza, mwambie kiti, unasikia? Wewe lazima utakuwa ukikaliwa. Waite kutoka nyumbani. Waite wao viti, wakukalia hizi viti, waite kutoka nyumbani. Call them. Muite, wataje na majina. Waambie majina, wakuje. Waite na majina yao. Ita mpaka vijana, muite teenagers wote wakuje. Mateenager watoke nyumbani, waachane na bangi, waachane na madawa, wakuje. Waitishe sasa. Uko katika hali ya ulimwengu, mbingu imefunguka.
Waitishe watoto youth wote kutoka nyumbani. Itisha teenagers wote na watoto wadogo na mama zao. Wakuje. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of... Ebu sikiliza hapa. Nasikia naambiwa hawa watu ati ni kufungwa, wamefungwa. Anza kuwafungua. Fungua wote. Wafungue wakuje. Fungua miguu yao. Na wafungue mpaka masikio. Wafungue mpaka kila kitu. Macho, masikio, miguu, mikono. Wafungue. Waregeze. Fungua wakuje. Wafungulie Mete. Waite Onyango, ita Otieno, ita Kamau, ita Njoroge, ita Kemani, ita Wafula, ita Otiende, ita Omolo. Waite wote. Call them wherever they are. Waite, wafungue kutoka kwa manyumba yao. Wanatuangalianga kwa TV ati wao ni online, watu wa online. Waite wakuje, wakue online na wakue physical. In Jesus' name we pray. Amen. Sasa shangilia tu, piga vigeregere. Simama upige vigeregere. Mungu amesikia maombi yako. Sasa kutoka leo ni Sunday mpaka Sunday ni maombi ya kuwaitisha. Hello. Ile maombi utakuwa ukifanya ni kuitisha watu from all quarters, from everywhere, mahali popote waliko. Wale watu ambao wanatuona kwa YouTube, waite wengi wakuwe wa YouTube, wengine wakuwe ndio hayo sasa wameachiliwa huru. Hiyo ni ishara Mungu ametenda, ishara Mungu amesema, Vigeregere sasa, vigeregere. Tumpigie Yesu makofi. Mpigieni Yesu makofi. Thank you. We shall be doing this. Kwa wale ambao mnakuja, ningetaka sasa let us make it a habit. Kwa wale ambao mko karibu Nairobi, let us make it a habit. Every day tunakuja tunafanya declarations. Jioni ukitoka kazini tunaanza saa 10 mpaka saa 1. Mnanielewa? Tunaanza saa 10 mpaka saa ngapi? Saa 1 tunakuja tunafanya declaration. Tunapiga vita, tunavunja miungu, tunavunja kila kitu, kisha tunaitisha watu wakuje. Tuko na power. Na sasa what we were taught today, kile kitu tumefundishwa leo ni ya kwamba Mungu, the presence of God is with us now. So when you are in the presence of God, you can ask for anything and it shall be done in the name of Jesus. So nyumba hii lazima tutafute vitu vingine in 2 months time. Hallelujah. In 2 months time tutafute nini? Vitu vingine. Tuongeze viti. Na in 6 months time from today tunatafuta kiwanja kikubwa. Mnanishika hiyo? In 6 months from today, go and mark this date. We will be looking for a place to build. Maana tumefaulu kujenga Thika. Tulikuwa tumefungwa Thika isijengeke. Walikuwa wamechinja, waliua mpaka mtoto, wakamtoa kafara. Na mmoja mwenye kuua huyo mtoto ni mshirika wetu hapa. Ni mshirika wetu. Aliungana na hao waliotoa hiyo sadaka ndio kusijengwe kanisa. Maana tulikuwa tunazuiliwa tusijenge kama vile Daudi alizuiliwa kujenga. Kujenga ni kibali. Kujenga nyumba ya Mungu ni kibali. Ukifaulu kujenga nyumba ya Mungu, maisha yako inafunguka na huduma yako inafunguka. Ndio liona nilijaribu kuwahusisha
tujenge Thika pamoja, mkakataa. Simulikataa? Yeah? Simulikataa? Wale walikataa. Nilitaka kuwahusisha. Kujenga nyumba inaitwa kanisa, hata kama ni ya nyasi, na ikamilike. Nyumba ya Mungu, hekalu ikamilike, umepata kibali cha kila kitu. Mnanielewa? Daudi alikuwa rafiki wa Mungu wa karibu. Alijaribu kujenga, aliambiwaje? Hauwezi kunijengea nyumba, hauwezi. Kwa hivyo kuna watu ambao wamekubalishwa kujenga nyumba ya Mungu, na kuna watu hawajakubalishwa. Ndio liona nilingangana na Thika nikiwa nini? Peke yangu. Na wale wachache tulisaidiana na wao. Loda alikataa. Si ndio Loda? Ulileta, si ulituambia utatoa chuma ukakataa? Ulitoa. Sasa angalia. Kwa sababu si kupenda kwako, I cannot force you. No korodoli mwetekeli wa kila gai. I don't mean you. Naongea general. Ukiona umejaribu, umengangana usaidie kazi ya Mungu kujenga na imekwama, kuna possibility haujapata, hauna kibali cha kujengea Mungu. Kujengea Mungu ni kibali. Tuketi. Kujengea Mungu ni nini? Ni kibali. Hello. Kama kuna kitu najivunia, hello, kama kuna kitu najivunia ni kujenga Thika. Unajua nimelipa rent kiwanja ya Thika, rent 1.5 years nikijaribu kujenga. Kulipa rent kiwanja, kulipa nini? 1,200 for the last 1.5 years, na sijawahi kujenga mpaka wakati nimepata kibali. Maana wakati Mungu alikuwa amenikubalisha tulichelewa. Siku hiyo walienda kwa mganga, wakaambiwa watoe mtoto kama kafara. Walitoa mtoto chokora kama kafara ndio nisijenge. Kumbuka hapo mbeleni niliwaambia walinunua jeneza, wakaweka jeneza picha yangu. Halo, wakaweka picha yangu kwenye jeneza pale Thika. Hapo opposite hapo tumejenga. Si hapo kuna makaburi? Ni ule mtu anaitwa Bishop Kanyere na mapasta Kamau na mpasta mwingine wakashikana, wakaenda wakachimba kaburi, wakaweka picha yangu ndani ya sanduku, kisha wakasema nimekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa huyo mshirika mwenye alikuwa anatuzuia sasa, alipeleka DCI alipeleka DCI ndani. Ujue huyo mama ni mkali. DCI alikuwa ndani. Unajua mpaka nilikushangaa uliponipigia simu ati uko ndani. Nikashindwa, unatudanganyanga. Ndio uliona nilikuitisha kitambulisho wa kazi. Niona kama unakuaga DCI, lakini ogopa wachawi. Asante. Ogopa nini? Hawatambui ma DCI. Mama alienda kuwekelea hivi. Yeye na matrakta na maroli zake walijikuta kwa kanjo na polisi. That is the power of witchcraft. Na ile madhabahu ilikuwa imeinuliwa hapo. Lakini nikaambia hawa, liwe liwalo, lazima tutajenga. By mwezi wa 3 hii nyumba ikuwe imesimama. Ilikuwa imesimama bado? Imesimama. By mwezi wa 3 ilisimama. Saizi ni mabati tunakamilisha. Tuliweka mabati ya upande. Ama sasa unaanza story. Ni story. Sasa kutoka kesho tunaweza ingia ndani na tudhome. Yeah? Thank you. Kesho we can fellowship there. Hiyo sasa ndio unajua tumepata kibali cha huduma. Hello. Hau ni hore umudu amenyaga enake we na kibali. Utake ile Ngai nduri kibali.
gugu utitida okiruga ruga guku Marawi kanitha yake Abu Marawi guku ogwa tukira gatagate ta hiti tondu otaganeirio ta hiti urenda kuria mweno no ria mweno ikaria kumwe wakone Kiambu ikara Kiambu naigwa wakoro ni guku tia gukaga ugathie Kiambu watinda ku rucini waruta masadaka maku woka gutwirorera guku ndungera thimu kideria kumwe Ngai ni akwendete na Ngai ni ndaa gukwambararia na ndakwirite uguo kideria kumwe wakone guku ikare guku wakone Kiambu uthiku manyita ukage huduma tu Wednesday no tiga guka Sunday rucini guku kana guku hwaini guku kuria kuge rucini ni wate tariu muthe ni worerwo wate kuria na wate guku manyita uo ni go mundu oraga maisha ma kiroho matinda kuruga rugio maisha ma kiroho menda gukinderio tondu ni anointing yokaga na channel wemwe riuria woka guku ri ni ndakuigirira guoko ni ndakoroga wakoro hari kindu gikurekereirio ni ndagikoroga mnanielewa kideria mahali pamoja kideria kule huko kama ni huko naonanga kuna chakula mzuri kaa huko kama ni hapa kuna chakula mzuri weka tuvumilia tu mlango yako itafunguka na ikifunguka hakuna mtu na uwezo wa kufunga unanielewa so hiyo ndio meaning ya kukaa katika madhabahu moja ukiwa na madhabahu mbili zitakupiga zitakuua halo maana wale kule umetoka ni wa return to sender na mimi na cancel return to sender na already umereturn na mimi nime cancel sitarudi kwako na itarudi na nguvu mingi inakuua halo stick here lazima wewe si lazima mimi sifungangi watu ile kitu nataka nikuuliza stick one place na utaona venye utabarikiwa mutige madhagania wacha kukaa hivi mara uko hivi just wait upon God he is faithful he has a good plan for you a plan to make you successful a plan to make you win every battle of your life you will never lose any single battle tukiwa kwa hii madhabahu hasa sasa tumekamilisha kujenga kule sasa ni nini imebaki vio kio wacha na nje kanisa yenyewe tumekamilisha mabati tatosha kama ngapi hapana kwani unanunuanga mabati gani kweli sikuamini ni ushiko tiga bara cia kigongona umenisikia wachana na vita za kimadhabahu zitakumaliza vumilia Mungu akuinue wacha kupigana halo wacha kupigana utainukiwa na hiyo ndio hakuna kugonjeka umegonjeka mishale urera ikirasho kaguriwe ukirusha mshale yote nimeweka ukuta ni mimi nimeweka ukuta inarudi kwako because I want you to be a woman of God lakini you are training yourself to be a witch unajifundisha maombi ya witch ya maritani tusenda manini utusoda wachana nayo humble yourself let God use you are you getting me najua unataka kunielewa nikunjie tu macho ngoja kujira tu maidho tu but surrender wacha umangaya mungiki nako nduri watiga kunywa bake ujire demerute no thia wa makiawa wanyuite mu maginya wakaigana wanyuite ya shaini ndo athiete shaini ya thirware ni wathiete
Nacheka nini sasa? Nakuuliza, si mimi najua. Chaini ya dhuwale ni wadhiete. Nenda uniandikie zile vitu ulifanya huko, maana zinakusumbua na zitakuua. Nisiko kwa nini shiko? Yes. Si mimi nilikuwa huko. Sasa nikikuuliza kitu nauliza kitu najua. Na ninajua impact ya hiyo kitu. Si unashindwa kilia hapa wewe mgonjwa. Unakaa kwa nyumba. Daktari alikuja anakuja kwa nyumba. Hii kiondo ilikuwa ya sadaka kama ya nini? Nini? Sawa. Sasa nataka hivi. Huyu mzee ameshindwa na kazi. Huyu. Simama. Huyu mzee ameshindwa na kazi. Nilimpatia kazi ya unajiita CFO. CFO. Chief Finance Officer. Chief Finance Officer. What is the role of the Chief Finance Officer? Yeah? To source for finances for an organization. To source finances for an organization. Tangu ukuje hapa, how much money have you sourced for this church? Kuna. Umechukua mshahara mara ngapi hapa? Kama mara 2 ama 3. Kama mara 2 ama 3 amechukua mshahara. Lakini hana mazao, hajazaa. I'm not blaming. Usichukulie personal. Kaa chini. Si unaona? We are failing the ministry. Hawa watu wanaitwa elders, mama elders wale wako. Elders nilisema they are pillars. Pillar. Nitengeneze huko hii. Volume. Umeninyonga. Nitengenezea vizuri. Nilisema elders are the pillar of the church. Ndio final. Ndio wenye kusema hapa. Lakini mmewafanya madharau. Hamtaki kuwaona. Hata wakiwazungumzia, yani you just ignore them. When you ignore them, ujue you are ignoring me. I appointed them and God helped me to alinisaidia kuwa appoint. Hello? Unanielewa? So whatever you are doing to them, you are doing to me, and you are not doing to me, you are doing to God. Na utaona venye maisha yako itakuwekwa lock. Maana si mimi. Itawekwa lock. Utajaribu kungangana hapa. Hata ukitoka hapa utangangana, ungangane. Na hakuna kitu kitafanyika. Just don't. Kama hutaki kuwasikiliza, just get out kidogo tu kwao. Wachana na wao wafanye kazi yao. Na nyinyi hiyo mitandao na wasoma nimeona kwa mitandao, mnajua kuongea sana kwa mitandao. Hiyo naona mnajua kuandika na hatujaandika kitabu ya kanisa. Mimi sikuwa najua Catherine yule anajua kuandika. Anaandikanga karibu full scope 3. Na nikawaambia muniandikie kitabu ya kanisa, at least mafundisho. Simu hiyo time mnachukua sitaweza kuandika page mzima ya mafundisho. Mkuwe na vikao, kuna boardroom pale. Every week once mnakaa chini, mnaniletea minutes. Mlizungumzia nini? Hello? Mlizungumzia nini? Mulifanya implementation gani? Mulirecommend nini? Mulirecommend nani afutwe kazi? Nani aandikwe kazi? Mulirecommend hii kufanyike nini? What changes? Because I want to hear you in the leadership. Nataka nipumuzike. Sasa angalia, ninafaa kuwa nikipanga mazishi ya mama yangu, niko hapa. Imagine sasa deha uregededa kurumia gari joke ginyamoro na de na athuri
huko no kuandika mwandika ng'ang'ano dai usia marimo. Sitaki kusikia hiyo tena. Muna meet, yes ni vizuri muendelee na mitandao kuongea muna discuss, lakini I want a physical meeting na iko na minutes. Na mnasema hii wiki tunajadili hii na hii, these are things to jadili, na ina secretaries yako mnaandika, then tunakuja tuna review. That is how an organization is managed. Umeelewa? Sasa angalia tu kuna mtu chief hana kitu, yeye ni kuitisha pesa tu, ni kuchukua mshahara tu, lakini ukimuuliza na kupatia ya nini, hana reason, hana, kwa sababu hana check what, check and balances. Sasa wewe uondoke kwa, kaa chini sasa, wewe uondoke kwa hawa elders, usikue wa elders tena ndio wakuangalia vizuri, mumutoe kwa hiyo mtandao, yeye wacha afanye kazi yake. Unanielewa? Yes. Wacha ni tafute mtu mwingine wa elder, replacement. Kaa chini. Thank you.